Thank you. Chairman wa CDF atasema kitu, hata atawaambia ile tumeandika kwa check ni kidogo kiasi. Iko ingine juu ataeleza ni ya nini. St. Paul's hoye. Oza. Oza oza. Thanks so much mheshimiwa na wazazi. Majina ni Peter Manyeki, chairman NCDF, na nyinyi ni wadosi wa mheshimiwa. Mimi kazi yangu kubwa kama chairman ni kuhakikisha ya kwamba maendeleo imefika kulingana na venye mheshimiwa anapenda. Na hii mradi yenu ya basi nimesukumwa na mheshimiwa. Namwambia mheshimiwa, hii pesa haitoshi bana. Na niliambia hapana, ama an alumni of that school lazima basi ipatikane. Sasa si amekuja na 10 million. Sasa ndio nimemweleza hapa, tukaongea naye akasema pia tuongeze 1 million tusimamie insurance ya 1 year. Si hapo ni sawa? So mimi mheshimiwa mali amenitoa ni bali sana cause I was a boda rider, nikajisomesha pale Murang'a University, nikafanya project management. All the best and future is promising. Asanteni. Na hiyo pesa anasema ya juu is actually already there. It's not just insurance. Kwa hivyo ile basi mnanunua mlisema ni FSR. Yeah? Mnunue basi, mnasikia vile wanasema? Kama ni kitu mtaongeza, nunueni kitu tunaondokea. Kama wanataka Scania. You know, hapa Kiharu hatupendi kazi ya kufanya dogo. Tunafanya tukiondokea. Ndio wakati ya mtumii hata ativetu wanatumia. Na ndio watu ativetu watoshe, wachaneni na hizo FSR, mnunue Scania. Sawa. Kama pesa haitoshi mtoe kwa emergency. Ndio tumalize hiyo shughuli saa hii. Lakini it's good kwa sababu ni vizuri muelewe. Msiitishe president kesho atibasi ya kuja nayo. Wanaenda wachukuane na fund manager, waende wachague, ianze what you buy as a bus is a chassis. Huwa inafanywa body works, but he'll be updating you even with photos. Ndio sasa ikiiva, mimi mwenyewe ndio nitakuja. So, sisi pesa tumetoa, but mkiona anakawia haleti, just ask him about the updates. Because we have participated in buying buses. We know sometimes because Isuzu Kenya ndio imepitishwa na serikali. Saa zingine wanajivuta sana kwa sababu ya orders ya mini buses. So wakitengeneza na wale watatengeneza body, sijui kama ni KVA mama ni wagani. Bora mwalimu ana update your prefect ama student council wanaenda wanaona, but the money is there and you have released it. All the other one is now the process of making it. Na ni vizuri hatukuwa tumeorder. Juu kama ni pesa tunaongeza chairman na I'm repeating. Kama tunaongeza tuongeze tununue basi yenye hatutanunua ingine hivi karibuni. Tuondoke na hiyo story. St. Paul's oye. Kugamu matoro. Mwokero ole mwe huwa. Asante sana. Sasa nikimaliza kuna rafiki wangu nimeona amefika. And he's a very, very, very good friend of mine. He's actually my brother. And he's a bishop. And he prays for me, and I know for sure that he means well for me and for this country. He's like my brother. And I am na mtu napenda sana. Na haku amenieleza anakuja, na ni vizuri amekuja hivi as a surprise. Nataka tuamuke tupigie makofi Bishop John C. Debrio. Akuje atusalimie tafadhali. Tuendelee kumpigia. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza keti. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nirudie tena juu sisifungi mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Uko na shida na hiyo?
Nirudie tena. Bwana Yesu asifiwe. Kiharu mnasifu nani? Mnasifu nani? Asante sana. Thank you very much, Your Excellency, Honorable. My name is John CW. Kamtu kadogo sana. Na huku ni nyumbani. Nimetoka Murang'a na nashukuru Mungu. Kwa hivyo mimi sio mgeni wapi? Asante sana. I did not mean to even speak. You know, I'm just a little man. Lakini nimefurahi sana kwa sababu nilikuwa kwa environment, then kuingia nikatumiwa link. Nikaambiwa mwenzako anafanya kitu ya maana, na kwa sababu sijai kuwa kwa mikutano yako, nikasema leo nikuje nijionee na watu wa Kiharu mmebarikiwa sana. I want to read one scripture concerning all our leaders or protocols observed. Ecclesiastes 10. Na hivi ndo inasema. This is what it says. Woe to the land whose king is a child, whose princes eat in the morning. Kitu imenifanya niseme hiyo scripture ni kuwa kweli mfalme wenyu hapa Kiharu sio mtoto. Hebu nirudie tena ndio isink vizuri. Woe to the land. Ni shida sana kwa inchi ama mahali ambapo mfalme wao ni mto. Inamaanisha nini? Huna mafikira ya maendeleo. Alafu inasema number 2, whose princes eat in the morning. Inamaanisha nini? Hujui kile kukataa na kile kukuba. Corruption happens in a nation kwa sababu hujui when to say no. You don't know when to say no to money. You don't know when to say no to women. Wanaume You don't know when to say no wa mama to men. Ndio unaona kasichana kako 19 kanaolewa na mzee ako 90 anakufa. Kwa sababu unangojea akufe uchukue vitu za. You don't know when to say no. But when I came here, I am happy because in Kiharu, your king is not a child. Nirudie tena. Hebu sema tena, mfalme wetu sio mtoto. When you hear him talking about oil, ni kumaanisha hiyo uchafu hayuko nda. There is a statement I always say. You cannot fight what you are part of. Mnanisikia? Personally for me, I believe in education. Na nimesikia well, I'm not a politician, I'm just a little man. Nimesikia wametoa sijui nini ya mpaka insurance. Sasa mimi nitatoa 100,000 tuweke mafuta ya hiyo tamu. Sasa kwa hivyo gari iko, insurance iko, na pesa ya mafuta iko. Lastly, I believe in education. When you hear the word pastor, kitu inakuja kwa akili yako ni theology, si ndio? I am also in university graduating this year with leadership and governance. Na hiyo inakuambia nini? It is high time. Niwaulize young people. Mutanisikia ama tutapiga kelele? Niwaulize swali. Does Kenya have a shortage of pastors or leaders? Fikiria swali yangu. Tuko na shortage ya wachungaji ama leaders kwa hizi positions za serikali ya kisema. Ni gani mnaona iko na shida? Sasa, if you are in school, you have studied something called the law of demand and una supply mahali kuna demand ama una supply mahali hakuna demand. So what should Kenya be raising? Which kind of people should Kenya be raising? So tell your neighbor, I came to school to be a leader. Mimi sikukuja hapa nipate A peke yake. Tuko na watu wanapata A na bado hakuna mahali wanaenda. What your king here and our king is doing, na nimetumia hivyo kwa sababu yeye ndo wa kwanza hapa mnanielewa? Kile anafanya ni ku make sure ya kwamba the best thing Kiharu can raise is leaders, people that can go after he has gone. Huyu sio mtu wa kukua MP, amepita MP. Si nyinyi mnajua hivyo? Kiti gani mnafaa mumpe? I would like to say the second thing. Kenya speaks about Singapore, Your Excellency. Singapore came out of something called the Malaysian Treaty, or rather between 1962 to 1965, give or take, Singapore became independent. Whether 1959, however you want to look at it. There are 4 things that the king of Singapore did ili Singapore ikuwe venye iko. Na ningetaka sana
politicians, before you stand up and say, Wakenya ria. Sasa ria ni nini? What's ria? Niwaulize swali moja, mutanijibu. Mumewahi ona rais wa Singapore juu ya gari? Mumewahi ona rais wa China juu ya gari akifanya politics? Hiyo tabia iko Africa and we are the poorest. Rich people talking to poor people. That thing is going to change, and the people that are going to change it is me and you. I'm not taking much of your time. There are 4 things Singapore did in order for Singapore ikue Singapore. Kitu ya kwanza nataka urudie. Sema military. Wakati Singapore ilikuja kukua independent, they did not have a military. So everyone that was 16 years and above had to join the military system. Secondly, huyo mfalme wakati aliona watu wameanza kujua Singapore imekuwa a great country, akachukua vijana. Sasa kama hapa St. Paul, mnanisikia? I have over 600 students ambao mimi na finance, 270 in university. So I believe in education and I know what I'm saying. Munisikilize vizuri sana. Nikiwa miaka 16 nilikuwa makanga Konkodi, nilikuwa nabeba ronga, mada, wangige. When I was 18 years, 17, nikakuwa dereva wa matatu. Nikatoka hapo nikaandikwa kazi na mtu unajua. Nikaanza kufanya kazi ya kulisha umbwa. Kwa hivyo najua kile nasema. Munanisikia? And I think I'm among the right people with our leaders here to talk to this young generation. Singapore ikafanya the second thing. Ikachukua vijana, ikawapeleka abroad, waende wasome na ikawapatia time limit. Within a certain period of time, muende mupate knowledge alafu murudi mufunze watu wetu. There are no roads in Singapore that are built by people from outside. Kwa sababu already walienda nje, wakapata knowledge, wakairudisha wapi? Wakarudisha kwao. Hapa Kenya, vitu vizuri vyote vinajengwa na watu wa. Sasa swali ni, when will you ever know? Singapore ikafanya the second thing, ikafanya education free. The third thing that Singapore did, ndio hapa tumekujia housing project, it was not the way we are doing. I would like to ask a question, maybe I'm a fool.